Kulia kidogo. Patia William Ruto na sisi nafasi tuunde hii uchumi, kwa sababu na wewe hiyo kazi unafanya ndio kazi yako. Makosa uone ile ulikosea, anza kukosoa sisi kwa yale ambayo tunafanya. Yale mlifanya na serikali ya Jubilee hiyo unyamaze, kwa sababu wewe ndio ulichangia na umepoteza pesa mingi sana mwaka 4. Right, mpenzi mtazamaji, karibu tena kwenye The Morning Brief. Kama kawaida, namsikia Rigathi Gachagua akizungumza hapa na machungu zaidi kuhusiana na yote na kuyazungumzia. Niite Edwin Mokaya, ikiwa ni tarehe 17 mwaka wa 2022 Oktoba. Nenda kukuletea yote kikamilifu tukiwa na mwenzangu hapa Videlis. Na leo nimekusemea jina, jitambulishe ma. Msikilizaji na mtazamaji, tarehe 17 mwezi ni wa 10 mwaka wa 2022. Karibu tena katika mpango mzima wa Morning Brief, tuweze kufahamisha na kukujuza yale ambayo yatajiri vileo na yale ambayo yamekuwa yakitendeka since Friday. Ala kwangu ni Videlis Moshoge. Naam, bila shaka tuanze mwanzo na magazetini, jalada za magazeti ya leo. Nikiangalia yale ambayo yamepewa kipaumbele katika gazeti zetu ama nyuzo za gazeti, naanza na gazeti la The Daily Nation ambalo wanasema kwamba why I disbanded Cracks Police Unit. Wanamzungumzia William Samoei Ruto ambaye ni rais. Katika gazeti hili pia wanazungumzia wale ambao watakuwa vetted leo. Kumbuka kwamba leo kuanzia mapema sana, lakini wakianza tutakimbia pale ituweze kukuonesha vile ambavyo shughuli hiyo itaendeshwa katika bunge. Kumbuka kwamba kuna wale wabunge 15 ambao walikuwa wameteuliwa kuweza kufanya shughuli hiyo ya kuveti wale mawaziri ambao walikuwa wameteuliwa na Rais William Samoei Ruto. Yule ambaye atakayeanza shughuli hiyo ama atakayeanza kuwa vetted ni Musalia Mudavadi ambaye aliweza kuchaguliwa kama waziri mkuu. Kuna Justin B. Muturi ambaye ni Attorney General, kuna Alfred Mutua daktari ambaye ni Foreign Affairs, kuna Alice Wahome na kuna Aden Duale. Hao ni baadhi ya wale hao ni wale watano ambao watakuwa vetted siku ya leo. Katika gazeti la The Daily Nation namuona pale kuna picha ya Rais William Samoei Ruto ambayo imechapishwa katika uzo wa gazeti hili. Na naona picha ya rais ambaye ni Uhuru, rais aliyeondoka mamlakani ambaye ni Uhuru Kenyatta. Hizo ni baadhi ya picha ambazo zimechapishwa katika gazeti hili la The Daily Nation. Gazeti la The Standard wanazungumzia kuhusu Ruto's fatal blow to killer police squad. Nadhani wanazungumzia yale ambayo yamezungumziwa katika gazeti la The Daily Nation. The Standard pia wanazungumzia hilo. Naona picha imechapishwa, picha ya Museveni ambaye ni rais wa Uganda. Nadhani wanazungumzia kuhusu interview ambayo iliweza kufanywa na KTN Chifumbi ambayo alikuwa ameizungumzia wakati Rais William Samoei Ruto alikuwa anaapishwa. Museveni aliweza kuzungumzia kuhusu kipindi kimoja ambacho alikuwa anapenda kuangalia pale KTN, na interview hiyo iliweza kufanywa na kituo hicho cha televisheni cha KTN. Anasema kwamba big interview Museveni on long rain Twitter. Anazungumzia kuhusu ile tweet ya mtoto wake. Naona pale kuna rais ama picha yake Museveni. Naona kuna picha ya Rais William Samoei Ruto, naibu wake na baadhi ya wandani wake wakiwa katika kanisa pale Kericho. Jana niliweza kupeleka moja kwa moja, ukaona vile ambavyo walikuwa wanaendesha ile denominational Thanksgiving. Nadhani kwamba msikilizaji na mtazamaji mliweza kuona vile ambavyo kulikuwa pale Kericho. Gazeti la The Star, KPC hit for plan to use old oil pipes for water. Gazeti la The Star wanazungumzia kuhusu KPC, Kenya Pipeline Company. Wale ambao hawaelewi, Kenya Pipeline Company vile ambavyo itakuwa inatumia ile mivereji ambayo ni ya zamani. Na muona Mudavadi, kuna picha ya Mudavadi na wale ambao watakuwa vetted leo: Mudavadi, Muturi, Aduale, Mutua na Wahome.
wamechapishwa katika gazeti hili la The Star. Gazeti la People's Daily wanazungumza kuhusu Safaricom blocks unlisted phones. Kuna wale ambao line zao ziliweza kufungwa, ikiwemo nilimuona pale lawyer Abdul Nazir aliweza kusema kwamba line yake imeweza kuwa blocked. Kuna yule gavana wa Kitui vile vile aliweza kuzungumza akisema kwamba line yake ilifungwa. Katika gazeti hili naona title ni Safaricom blocks unlisted phones, huku naona kuna picha ambazo zimechapishwa katika gazeti hilo wakisema kwamba tough vetting a test for CS nominees. Naona picha ambayo imeongezwa pale juu ya wale watano ambao watakuwa vetted hivi leo, ni picha ya speaker wa bunge ambaye ni Moses Masika Wetangula. Vile vile katika gazeti la People's Daily wanasema kwamba why Ruto ordered a squad be disbanded. Wanamzungumzia yule ambaye alikuwa anashikilia wadhifa wa DCI, na vile ambavyo anasema kwamba kuna wadhifa katika sekta hiyo ya ulinzi kwamba uweze kuondolewa. Gazeti hilo ni la People's Daily. Nikiingia katika gazeti la Business Daily wanasema kwamba banks raise cost of loans on CBK, jambo rate hike. Wanaona kuna Patrick Kalanja ambaye ni gavana wa CBK, picha yake imechapishwa katika gazeti hili. Na gazeti la mwisho ni Taifa Leo ambapo namuona gavana rais wa Jamhuri ya Uganda Yoweri Museveni, rais wa Jamhuri ya Kenya, picha zao zimechapishwa katika gazeti hili. Gavana wa Kirinyaga Anne Waigoro, picha yake pia imechapishwa katika gazeti hili, ambaye pia ni chairwoman of Council COG. Namuona pale title wanasema kwamba tunaondoa uchafu wa Uhuru kwanza. Hayo ni yale ambayo waliweza kuyazungumza jana katika kanisa pale maeneo ya Kericho. Edwin, hayo ndio yamechapishwa katika gazeti hili la Taifa Leo na gazeti zote za siku ya leo. Na vile vile kabla hujaangalia yale yametukia katika eneo la Gusii, basi tumuangalie Rigathi Gachagua. Ndo video tulianzia show ya leo kabisa Rigathi Gachagua. Pengine tumsikize kiasi tu kisha tutaongelea haya. Mimi niko na nafasi kusema. Wewe mzee Mzibia, unaongea vizuri sana. Na hiyo ndio kazi yako ya kukosoa sisi. Kama ulifanya hiyo kazi ya kukosoa serikali ya Uhuru Kenyatta, hatungefika hapa tuko. You are burdened, you are duty to oversight government. Naam, huyu ni Rigathi Gachagua ambaye ni naibu rais, alikuwa anazungumza haya pale Kirinyaga wakati Rais William Ruto akiandamana naye naibu wake huyo tu Rigathi Gachagua walifika pale na kuzindua Thiba, inaitwa Thiba Dam Project, ambayo iligharimu bilioni 7.8. Walipokuwa na zindua ile dam, mengi yalizungumzwa Videl, wakazungumzia kuhusu yale ambayo natumai anaitwa Raila Amolo Odinga, kiongozi wa ODM, alikuwa akiyataja hapo awali akisema kwamba gharama ya maisha pengine imekuwa juu zaidi. Walitaja hayo hadi wakasema kwamba they found hadi kuna mali huyu jamaa, ama nisimuite jamaa, naibu wa rais Rigathi Gachagua ametaja akisema kwamba hawakupata hata panya. Walienda kwenye ile hazina wakapata hakuna hata panya. Sasa ndio panya wanarudi manake hakukuwa na kitu pale. Naam. Wamekuwa wakizungumza hayo from pale awali. Wamesema kwamba waliingia pale yale ama zile ahadi ambazo walikuwa wameahidi wa Kenya, they will take time, ndio watatimiza lakini sitachukua muda. Hivyo kwa zile siku 100 ambazo walikuwa wamesema kwamba tutafanya hii na hii na hii, nikiweka Biblia chini nitafanya hii na hii na hii, so they will take time, not that hawatafanya. Wao wamesema kwamba watafanya yale lakini it's a matter of time because hakuna hala la nje halina pesa. Watatafuta pesa, watazindua mbinu ambazo watapata pesa, kisha baadaye zile ahadi ambazo walikuwa wameahidi wa Kenya waweze kutimiza. Na kuna yale walozungumza Videl wakitaja kwamba unajua Raila has no capacity ya question what they have done, yet he was part of the mess that they are trying to clear.
Ni mazungumzo. Tunajua walisema kwamba they want an opposition ambayo inafanya kazi nzuri. So Raila ashaanza opposition na tulikuwa tumeshangaa mbona anazunguka Nairobi pale anazungumza na wananchi, na ni kama serikali imeanza kusikia uzito wa opposition wake Raila Odinga. Na lazima pia wajitetee. They cannot just sit wangoje opposition iweze kuwakosoa kwa kila jambo. So ndio maana wanasema kwamba bado hawajaanza kazi actually. They said that it's just 30 days. Bado hawajamaliza. Ni early, it's mapema sana kuanza kukosolewa na opposition. So ndio maana wanajisema kwamba lazima waseme kwamba yeye alikuwa part of those people ambao waliweka mess pale, and they first remove that mess from there. Yeah, nilimwona akitaja kwamba a mess that was created for 5 years itakuwa vigumu kuimaliza only in 30 days. Kwa hivyo hayo yote waliyazungumza. Pengine vile vile niliona Rais William Ruto akitaja kuhusu zile mabilioni ambazo zilitumika kwenye mchakato wa BBI. Pengine ni nukuu yale aliyataja akisema kwamba nyinyi mlitumia bilioni 8 mwezi moja kusubsidize unga yenye haikufikia wananchi. Sisi tutatumia hiyo bilioni 8 kusubsidize magunia milioni 6 ya kusaidia wakulima watuzalishie chakula cha kusaidia wa Kenya. Kwa hivyo William Ruto alikuwa anazungumza haya kuonyesha kwamba he has a long lasting program ya kuwauni wa Kenya kutokana na janga la njaa. Ukiangalia Rigathi Gachagua vizuri, yeye alisema kwamba unaongea vizuri sana. Alikuwa anamwambia Raila, unaongea vizuri sana, hiyo ndio kazi yako ya kutukosoa. Kama ungefanya hiyo kazi ya kukosoa serikali ya Uhuru Kenyatta, hatungefika hapa tuko. You abandoned your duty to oversight the government. I don't know whether Raila Odinga yeye kawaida ni duty yake kukosoa the government. Anaongea ni kana kwamba ni kawaida. That is what you should be doing. But not the same. That is what he has been doing, and that is what he is doing right now. And tukiangalia jambo hili, unajua wakati wa handshake, kwa kweli Raila Odinga hakuwa anakosoa serikali. Kuna yale ambayo yalikuwa yanafanyika ambayo Wakenya hatukuwa tunajua. Na sasa tunashajua kwamba mbolea ilipeanwa Kenya vile ambavyo Raila amezungumza, though waliweza kusema kwamba hiyo ni tuhuma tu. Raila aliweza kusema kwamba kuna mbolea ilipeanwa for free ambayo Wakenya wanauziwa. Ni maneno ya Raila. Kuna mengi yale ambayo ameyazungumzia kuhusu GMOs, lakini wakati ule ambapo tulikuwa na handshake tuliona kwamba Raila Odinga hakuwa anakosoa sana serikali. Nadhani kwamba kwa sababu hakuwa anafanya hivyo, ndio maana Rigathi Gachagua ambaye ni naibu rais anasema kwamba sasa yeye ndiye alikuwa mmoja wale ambao waliweza kuweka hiyo mess ambayo wao wanasema tu kama sisi hiyo mess ipo. Ndio maana unaona anasema kwamba hakuwa anakosoa serikali vile ambavyo amezungumza. Naam, pengine tukiachana na hayo, kuna yale ambayo jana William Samoei Ruto, rais wa nchi ya Kenya, pamoja na Rigathi Gachagua walikuwa pale Kericho. Walikuwa wamehudhuria maombi yaliyofanyika pale Green Stadium Kericho. Walizungumza mengi. Jambo la kwanza ambalo liligusa hisia za watu zaidi ni kuhusiana na mambo na Hustler Fund. Unajua kwa Wakenya wengi walikuwa wanadhani ama walikuwa wanafikiria pengine ile Hustler Fund itakuwa ni pesa mtapewa tu kama zile 6,000 za Raila Odinga. Lakini jana alipeana habari mbaya. Niite habari mbaya ama habari nzuri? Ni habari nzuri. Bad news. It's not that bad news. Niliona vichwa vya habari vingi vikitaja kwamba bad news to the hustlers. It's not that bad news. But rais wa Kenya ambaye ni William Samoei Ruto said that Hustler Fund could not be free. Vile ambavyo wengi walikuwa nadhania, vile ambavyo alikuwa anasema pale awali. Unajua katika kampeni alikuwa anasema kwamba Hustler Fund itasaidia mama mboga, boda, but he said is not going to be free. Anasema kwamba Hustler Fund ni pesa ambayo itakuwa borrowed, na borrow hiyo pesa utarudisha na interest ambayo iko chini kushinda wale ambao unakopa na kuomba interest ya juu. Vile vile aliweza kuzungumzia kuhusu wale ambao wamo katika CRB, akasema kwamba wataondolewa hivi karibuni, ndio on December 4th aweze kusindua Hustler Fund. So Hustler Fund
isn't going to be free. Ni pesa ambayo unaenda pale Edwin unakopa kama ni 50,000 unarudisha kwa interest ambayo ni kidogo ama ya chini. Yeah. Na vile vile umetaja kuhusu first December 4th ndio watazindua hiyo Hustler Fund ambayo wanasema kwamba will help to, pengine ni vizuri kunukuu maneno yake. Anasema on December 1st we will launch the Hustler Fund, and so it is up to you now to organize yourselves into SACCOs, chamas, cooperatives, or individually. It is not free money, it is business money that you will repay. We will eliminate Shylocks, and the repayment will be at less than a 10% interest. William Ruto ndiye alitaja hayo. Kwa hivyo inaonyesha kwamba ndio kuna wale walikuwa nadhani unajua Hustler Fund ikikuja tutapewa hii pesa ninunue nini. Kwa hivyo itakuwa ni pesa za kibiashara ambazo lazima utarudisha, japo riba yake itakuwa chini ya 10% ya pesa zile. Unajua hizi Shylocks kwingine unaweza chukua unalipa riba ya 20% pale ambayo ni kubwa zaidi, lakini amesema kwamba itakuwa chini. Na vile vile umetaja ndio kwamba alitaja kwa wiki 2 watu wataondolewa CRB so that wawezeshe kukopa na kufanya biashara, watengeneze interest hivyo. Ndio, na ukumbuke kwamba alikuwa ameahidi pale awali kwamba alikuwa ameomba zile companies ambazo zina lend mikopo, anasema kwamba ziweze kufanya hima kuondoa watu katika CRBs. Ndio maana ndio watu wapewe hizo fedha za Hustler Fund. Unajua ukiwa na CRB labda watatuma kwa simu, labda watafanya ABCD. So aliweza kuahidi kwamba in 2 weeks time wale ambao wamo katika CRB wataondolewa. Lakini Edwin, ukumbuke kwamba si eti ukiondolewa CRB, ile mkopo ambao ulikuwa umekopa inakuwa inatupiliwa mbali. No, you have to pay that mkopo. Kama ulikuwa na 50,000 pale ile yenye ilikuweka CRB, you have to pay back. Ni vile ambavyo unaondolewa pale CRB ili kuruhusiwa kufanya transactions vizuri bila pesa yako kuchukuliwa kiholela. Na vile vile Vidal, kuna wale ambao walikuwa wanauliza je, itakuwaje? Manake kwa kawaida tunajua hapa nchini Kenya huenda pesa zinapeanwa ndio, lakini baadaye zinatokomea. Kwa hivyo watu wameshinda kuuliza, hata nakumbuka nikuuliza hapa ndani Vidal, ningekuuliza je, hizi pesa ndio zitapeanwa aje? Lakini jana rais mwenyewe alisema kwamba ataanzisha wizara. Alisema kwamba ataanzisha wizara, ama he would put up a ministry in charge of the funds to ensure accountability and that the funds reach everybody that they are meant to reach. Kwa hivyo hakutakuwa na mwanya pengine wa kuiba pesa hizo. Labda we'll see, kwa sababu tumeona pesa za wazee sikiibwa. Tumeona pesa za watoto kusaidia CDF tumeona ikiibwa. Umeona ama Ndio, najua kuna umesikia watu wameshtakiwa katika mahakama mbalimbali kuhusu CDF. Na tumeshuhudia hiyo. Kuna kesi zipo pale kuhusu wabunge kuchukua pesa za CDF. Pesa za wazee umesikia mahali pengi wakizungumza kwamba pesa inakuja, yule ambaye anapewa ni mtu wa miaka 40, si mzee. Labda itakuwa siku ya kwanza na itakuwa historia kwamba kuna pesa ambazo zimepeanwa na serikali ambazo zimetumika vilivyo bila hata pesa kupotea. So he'll make history. Yeah, so we are waiting to see the history that he'll make. It is just for December 1st. Ni karibuni tu kusubiri. Yeah. Na mbali na hayo vile vile tunajua wale ambao walikuwa wamependekezwa naye Rais William Samoei Ruto ili waweze kuhudumu kwenye wizara mbalimbali, wizara 22 leo hii wataanza msasa kuwazingua. Sisi tumia jina kuzingua. Waangalie kidogo waone ikiwa wanafaa. Leo hii wanaanza na Musalia Mudavadi ambaye ni mwenyekiti ama kiongozi wa chama cha Amani National Congress, na mengi anamfika, manake naona wapinzani ama niseme viongozi wa Azimio wamejitokeza shadidi wakisema kwamba pengine hii docket ipatikani kwa katiba, imekujaje na kazi yake itakuwa ipi. Na Edwin, unajua Wakenya wengi wamejiuliza maswali. Wanasema kwamba si ajabu kwamba wale wote ambao rais aliweza kuwateua wakapitishwa pale. Na wanasema kwamba hamna haja ya kuenda hii maneno ya vetting, ni ku waste resources allowances za wabunge. Kwa sababu wale ambao si ajabu kwamba wale ambao rais alikuwa amewateua wote waweze kupitishwa. Hii ni kuonesha tu Wakenya kwamba kuna vetting, lakini wanaweza pitishwa wote kwa sababu ni rais aliwateua.
So hayo ni maoni ya Wakenya. Lakini kumbuka ni kikatiba lazima tufuate katiba. Chapter 6 inasema kwamba lazima vetting ifanywe kwa wale mawaziri ambao rais amewateua. But pia vile ambavyo tumeona kutoka pale awali, wale ambao wamekuwa wakiteuliwa na rais, si ajabu kwamba hakuna hata mmoja ambaye atatupwa nje kwa sababu ya tofauti ama shida fulani. Ni Wakenya wamesema hayo, kwa sababu mahali nimetoka asubuhi nimesikia watu wengi sana wakizungumzia kuhusu swala hilo. Eti kwamba hii ni waste resources za Wakenya tu. Na nimesikia katika mijadala katika radio na televisheni mbalimbali, Wakenya wengi wanazungumza wakisema kwamba it's just a matter of time and wasting government resources or vitu za Wakenya, lakini all in all itakuwa vigumu yule ambaye rais ameweza kumteua kutupwa nje. Nakumbuka vile mpenzi mtazamaji, Musalia Mudavadi alipendekezwa naye Rais William Samoei Ruto ili awe third in command. Na vile kumbuka he was nominated the position of the Prime Cabinet Secretary, domicile at the Kenya Railways headquarter. Na vile kumbuka Mudavadi was touted by the President William Ruto as the country's third most powerful leader, but the position has sparked controversy within the vetting committee. Na vile kumbuka kwa watu wote ambao walipendekezwa naye Rais William Ruto, kuna wengine pia walikuwa na kesi ambao zilikuwa zinakumbwa, kiwemo Aisha Juma ambaye kesi yake pengine niseme ilileta hisia sana wiki jana, kwamba ile kesi yake ambayo ilikuwa inamkumba ya milioni 19 iliweza kuondolewa. Kwa hivyo tunasubiri tuone itaendaje. Na vile kumbuka mpenzi mtazamaji kwamba kufikia tarehe 28 Oktoba mwaka huu, basi watakuwa wanachukua ile ripoti pale bungeni ili iweze kujadiliwa, ambayo litajadiliwa hadi tarehe 3 Novemba ili uweze kuapprove ama kudisapprove the committee report. Na ujue kwamba kuna wale wabunge 15 ambao walikuwa wamechaguliwa kuweza kuangalia hayo, wakiongozwa naye speaker wa bunge. Kunaye wengi ama wakilishi wa wengi bungeni na wachache bungeni. Au ni baadhi ya wale ambao watakuwa na oversight na kuangalia vile ambavyo maneno yatakuwa katika committee ile ya kuvet hawa wa mawaziri. Kumbuka kwamba kama speaker hata kuwepo pale, watakuja pamoja wamchague yule ambaye atakao waongoza katika bunge ama katika kikao cha bunge hao 15 ambao watakuwa wana vet in those CSs. Na kwa siku ya leo Edwin, kuna wale ambao wataangaliwa kesho, the other day, mpaka siku ya Jumamosi. Siku ya leo vile ambavyo tulikuwa tumezungumza, vile ambavyo Edwin amekwambia, tutaanza naye Musalia Mudavadi. After Musalia Mudavadi, kumbuka kwamba alichaguliwa kama chief cabinet minister. After Musalia Mudavadi tutaingia kwa Justin B. Muturi kuanzia mida ya saa 4 na dakika 30. Kisha baadaye tuingie kwa Aden Duale, kisha baadaye tuingie kwa Alfred Mutua, na tumalizie Alice Wahome. Siku ya leo hao watano ndio watakuwa vetted katika bunge la kitaifa. Na vile kuna wale ambao wanauliza sana kuhusiana kazi ya Musalia Mudavadi, jinsi leo anaenda ndio kukua vetted, kupigwa msasa. Leo wengi wanauliza je, kazi yake tulihitaja wakati ule, lakini pengine tutaipitia tu na taisoma tu kwa kasi sana. Kwanza atakuwa na perform all the functions as may be assigned by the president. Though wengine walikuwa napata ugumu kidogo kutofautisha kati ya kazi zake Musalia Mudavadi na kazi zake Rigathi Gachagua. Na vile kumbuka kwamba he'll coordinate and supervise the technical monitoring and evaluation of government policies, programs, projects across ministries. Vile kumbuka he will facilitate interministerial coordination of cross-functional initiatives and the programs. Vile he will chair and coordinate national government legislative agenda across all ministries and state departments. In liaison with the ministry responsible for interior and national administration, he will oversee the implementation of national government policies. Alafu ya mwisho vile jinsi rais alitaja wakati alikuwa
anaorodhesha wale ambao alikuwa amewazindua ama alikuwa amewapendekeza. Alisema kwamba Musalia Mudavadi, in case akikuwa approved, basi will assist the president and the deputy president in coordination and the supervision of the government ministries and the state departments. Kwa hivyo hiyo ndo kazi yake Musalia Mudavadi atafanya ikiwa basi atakuwa vetted. So tunasubiri tuone kama atakuwa vetted. Wameanza kasi, sijui tutapeleka wasikilizaji ama namna gani? Naam, tutaenda pale but kwanza tuwajuze kuhusiana yale yametokea katika Gusiland kama kwa. Nikiangalia kutoka Gusiland kuna yale ambayo yametukia katika maeneo haya, Nyamira na Kisii. Moja ni yule ambaye ni Sahil Janda ambaye ni mbunge, amesema kwamba kuna afisa CDF ambazo zilikuwa zimetolewa pale Keumbu na kuletwa Menyinkwa. Amesema kwamba yeye kuanzia kesho atakuwa anazirudisha pale Keumbu na afisi za CDF ataanza kufanya kazi kutoka Keumbu. Wakazi wameweza kujadili kuhusu swala hilo, wakisema kwamba ndio amefanya vyema kwa sababu afisi hizo zilikuwa pale awali kutoka colonial period, zilikuwa pale Keumbu na haikuwa vyema kutolewa pale Keumbu na kurudishwa katika maeneo ya Menyinkwa. Vile vile Sahil Janda amehimiza wakazi wa Kisii kuweza kufanya ukulima wa avocado kwa sababu kuna ile kampuni ambayo wanasema kwamba inafunguliwa katika maeneo ya ATC. Sema kwamba kuanzia mwezi ujao itaanza kufanya kazi kwa wakazi wa eneo la Kisii ama Gusiland waweze kupanda avocado kwa wingi, parachichi. Nikiachana na hilo, Sahil pia amezungumza akisema kwamba wamefanya mazungumzo naye gavana wa kaunti ya Kisii Simba Paul Arati na wakamuhimiza kwamba aweze kupeana mbegu za parachichi ili wakazi kutoka maeneo ya Gusiland waweze kufanya ukulima huo. Swala lingine ni Bishop Mairura ambaye ni Bishop wa Catholic, amesema kwamba ameweza kumuhimiza na kumuuliza Rais wa Jamhuri ya Kenya William Samoei Ruto kuweza kuinvestigate kifo cha Madam Lydia, mwalimu mkuu wa shule moja kutoka maeneo ya kaunti ya Kisii Nyamira, ambaye alipatikana kama ameuawa katika dormitory ama katika jumba lake ndani ya shule hiyo. Swala lingine ni kwamba kaunti ama bunge la kaunti ya Kisii litarejelea vikao vyake hapo kesho ili kuweza kumteua naibu speaker. Hedwin, hayo ndio yametokea na yale ambayo yanatarajiwa kutoka maeneo ya Gusiland. Kabla hatujaangalia hayo mengine, sijui kuna yale utaangazia kwamba Raila Odinga alianza safari yake kuelekea India kutokana na ujumbe alioandika mtandaoni hapo jana. Sijui kama utatujuza haya. Raila Odinga ambaye ni kinara wa Azimio la Umoja wa Kenya aliweza kutoka nchini Kenya kwenda pale India kwa shughuli zake za kibinafsi vile ambavyo alikuwa amezungumza katika hapo awali. Alitoka jana na yale ambayo yalimpeleka pale ni shughuli zake za kibinafsi na vile vile kuangalia mambo na infrastructure, kuzungumzia mambo na infrastructure. Kumbuka kwamba Raila Odinga ni mmoja wa wale ambao ni viongozi wa African Union kuhusu maendeleo ya vitu mbalimbali. Hivyo alienda pale jana kuenda kuzungumzia na kuangalia mambo ya infrastructure na vile vile mambo yake ya kibinafsi vile ambavyo walikuwa wametaja pale awali. Sijui tutakuelekeza moja kwa moja kwa vetting tuone jinsi yale yanaendelea, kisha baadaye pengine tutarejea tumalizie yale ambayo yanaendelea hapa ndani. Good morning, Honorable Speaker. My name is Abdul Rahim Daud, MP for North Imenti, Meru County. Good morning. My name is Honorable Mishi Mboko, MP Likoni constituency, a member of this committee. Good morning. My name is Nelson Arap Koech, Member of Parliament, Belgut constituency. Morning, Chair. My name is Caleb Amisi, MP Saboti. Morning, Dido Raso, MP Saku. Morning, Abdi Shurie, MP Balambala. Good morning, Mary Emase Otucho, MP Tesosau. Good morning, MP Matungulu, Stephen Mule, a member of this committee. Good morning, I'm Gikaria David, a member of Parliament, Nakuru Town East constituency. Good morning, Naisula Lesuda, member of Parliament, Samburu West constituency. Thank you. We have our
team from the Secretariat led by the Clerk of the National Assembly. I'll invite her to introduce her team. Thank you, Mr. Speaker. My name is Sarah Kyoko, the Acting Clerk of the National Assembly. I am accompanied by other members of staff led by Mrs. Florence Abonyo, who is the Director in the Directorate of Appropriation, Audit, Appropriation and other select committees, and the Deputy Director for Legal Services, Mr. Michael Karuru, and we have other members of staff. My name is with us. Thank you. Thank you. We'll now invite the nominee to take the oath that will be administered by one of our officers. It's either the Quran, the Bible, or affirmation. I, Wycliffe Musalia Mudavadi,